Usijisahau, usijisahau, usijisahau. Shida kubwa kwa sasa duniani sio watu kufeli, bali ni watu kupambana katika mapambano ambayo hawakuumbwa kwayo. Yaani kuwa katika njia ambazo Mungu hakuwaumba waweze kupita. Hiyo ndio shida kubwa ambayo inawatesa watu wengi sana katika ulimwengu. Na kuna watu wengine ambao Mungu amewabariki, wana mafanikio yanayoonekana kwa macho, kwamba huyu mtu tukimwona tunasema amefanikiwa, ila uhalisia ni kwamba yuko katika kipindi ambacho bado kuna mapambano ndani yake, kwa sababu asili ina tabia ya kujitetea yenyewe. Mungu alivyokuumba, alikuumba ukiwa watu wa biashara wanasema full set. Yaani ukiwa una kila kitu kinachohitajika kwa ajili ya bidhaa kufanyika, kutumika au kufanya kazi au kutumika. Kwa hiyo Mungu alikuleta duniani ukiwa na uwezo wa kufanya chochote na kutumika kwa namna yoyote sahihi kufanikisha kusudi. Sasa changamoto kubwa ni kwamba tuko katika mifumo ambayo inatulazimisha tuishi kama mifumo inavyotaka na sivyo kama Mungu alivyotuumba tuishi. Ila hiyo haitoi wajibu wetu wa kwamba pamoja na yote tuna jambo la msingi kubwa ambalo tunatakiwa kulifanya kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya wale watu ambao Mungu alikusudia tuweze kuhudumia. Mungu alituumba tukiwa na uwezo tayari ndani, ambao uwezo akautengenezea majukumu katika dunia. Kwa hiyo ametuweka duniani tukiwa na uwezo ambao huo uwezo alilenga uweze kutumika kutatua changamoto fulani ambayo hakuna mtu yeyote duniani ambaye anaweza akaitatua kama wewe ambavyo ungeitatua. Jinsi unavyojiona, muonekano ulionao unatokana na kusudi ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Kwa hiyo ukiwa na tabia ya kujifananisha na watu wengine kwamba mimi mbona siko kama fulani, au muonekano wangu mbona kama hauvutii kama fulani, unakumkosea sana Mungu. Mungu alikuweka hivyo ulivyo kwa sababu alijua kwa jinsi ulivyo unaweza ukalikamilisha lile alilolenga katika maisha ya watu wengine, na kwa ajili yake ukalifanya na ukalikamilisha vizuri. Kwa hiyo wewe unapokuwa ukiishi, ujue kabisa haupo kwa ajili tu ya kuwatazama wengine na kusikitika au kuumia. Upo kwa ajili ya kuwafanya watu fulani wafurahi. Kuna msemo mmoja unasema, wewe ni jawabu, umezaliwa kuwa jawabu la matatizo na sio tatizo. Kwa hiyo wewe, changamoto lazima zije kwenye maisha yako kwa sababu zinatafuta majawabu. Ukiona una changamoto nyingi, ujue una majawabu ya kutosha kwa hizo changamoto. Changamoto haziwezi kwenda kwa mtu ambaye hana majawabu. Yaani huwezi kukuta mtu mwenye shida anamfuata mtu mwenye shida mwenzake ili kupata utatuzi. Uhalisia ni kwamba mtu mwenye shida anamfuata mtu ambaye anaamini nikienda kwake nina uwezo wa kupata nikapata utatuzi wa changamoto yangu. Yaani ni sawasawa na mimi ninafahamu kwamba mtu fulani tunalingana naye kila kitu. Inawezekana tuko kwenye level moja, alafu nikaenda kumuomba awe mentor wangu. Ni kitu kigumu sana. Mentor ni yule mtu ambaye ana maarifa zaidi au ana uwezo zaidi katika kitu ambacho unatamani kukifikia. Kwa hiyo ukiona changamoto zinakuja kwenye maisha yako, ziko kwenye mfumo ule ule. Hakuna changamoto ambayo inakuja kwako ni kubwa kuliko wewe. Ya maana ikiwa wewe ni mdogo kuliko changamoto, hiyo changamoto itakupita, haitakuja kwako. Itamtafuta mtu ambaye ni mkubwa na aliye na uwezo wa kuitatua hiyo changamoto. Kwa hiyo usiwe mtu wa kulalamika sana kwenye changamoto. Jua kwamba kuna uwezo ambao Mungu ameweka ndani yako na ni jukumu lako kuhakikisha unaufanyia kazi sawasawa na Mungu alivyokusudia. Haijalishi utachelewa kiasi gani, haijalishi utawahi kiasi gani. Unatakiwa ukubali kama umechelewa, kubali umechelewa, na ujue ni namna gani ya kuanzia hapo ulipofikia kufanya kwa kadri Mungu atakavyokuongoza. Kama bado una muda wa kutosha, endelea kupambana kuhakikisha ya kwamba haufanyi makosa ambayo wale waliokutangulia wameyafanya. Ni jambo la msingi sana la kuzingatia. Na kwa nini nimeongea na kuanza na hayo katika mada yetu ambayo nilikuwa nimeianzisha inayosema usijisahau? Mungu aliweka kusudi ndani yako, na kusudi linafanya kazi katika maeneo matatu makubwa. Kusudi ni kitu cha kwanza kikubwa ambacho hicho kikifahamu
kinafanya kazi ndani ya maeneo matatu makubwa ambayo tutayazungumzia hapo mbele. Ila unapokuwa unaendelea kuishi, lazima uyajibu maswali haya matano, na baada ya kuwa na uwezo wa kuyajibu, basi inawezekana usiwe na kitu zaidi duniani unachokihitaji, kwa sababu utakuwa una uwezo wa kukamilisha kusudi lako vizuri. Mungu alikuumba na akaweka vitu ambavyo vina uwezo wa kufanya kazi bila nguvu ya kibinadamu kutoka katika mazingira ya nje. Yaani mwili wako una uwezo wa kutimiza majukumu bila kuhitaji elimu ya darasani. Unaweza kutimiza majukumu yake bila kuhitaji sapoti ya watu fulani. Mungu anakupeleka katika mazingira sahihi na atakupatia kila kitu. Mungu anapambania kile kilicho chake. Yaani asili siku zote inajipigania. Haiwezekani kabisa ukamkuta Mungu anaomba msaada kwa mwanadamu fulani eti bila wewe mwanadamu kukubali basi wewe usilifikie kusudi. Mungu aliweka kusudi ndani yako na alikutazama wewe mwenyewe bila kuangalia yule jirani yako ambaye sasa hivi unamuona kwamba bila yeye huwezi kufika. Kwamba kupitia wewe mwenyewe kusudi lako unaweza ukalikamilisha vizuri. Sasa kuna maswali ya msingi ambayo haya ukiyajibu basi utakuwa katika hatua nzuri ambayo hautohitaji tena kupita katika njia na mielekeo mingi. Utakuwa na mwelekeo sahihi ambao utakuwa unaupita na hatimaye utakupatia matokeo sawa sawa na kusudi la Mungu. Na raha ya kuwa kwenye kusudi la Mungu ni kwamba hautoishi tu wala hautofurahi tu. Utaishi maisha yenye furaha na mafanikio kwa muda wote wa maisha yako. Kwa hiyo hutoishia kuishi tu au hutoishia kufurahi tu. Utaishi maisha ya furaha na mafanikio katika kipindi chote cha maisha yako. Ila kumbuka jambo la msingi, hakuna mwanadamu yoyote Mungu aliyemuumba ambaye kusudi lake lipo katika umaskini. Tafasiri yake, hakuna mwanadamu aliyeumbwa ili kuwa maskini. Maamuzi na namna gani tunavyoyapokea na kuyafanyia kazi yale mambo madogo ambayo Mungu anayaleta kwenye maisha yetu ndiyo yanayoamua tuwe katika level gani ya maisha. Ila haitokani na makusudi ya Mungu katika kipindi cha uumbaji. Kwa hiyo usije ukajidanganya kwamba Mungu alikusudia niwe hivi, yani Mungu alikusudia niwe hivi. Sio ukweli. Na hilo mimi ninalikataa kwa sababu Biblia yenyewe haijalisema. Biblia haijasema kwamba kuna mtu aliumbwa ili aweze kuwa maskini. Ila Biblia ilichotuambia tu ni kwamba maskini hawatoisha. Kwa hiyo tutaendelea kuwaona. Sasa kitendo cha kusema maskini hawatoisha ina maana kuna watu watakuwa wakiendelea kuyashika na kuyafanyia kazi mambo madogo ambayo Mungu anawapatia na hatimaye kuja kushindwa kuendwa yale mambo makubwa na hatimaye kuishi katika maisha ya chini. Sasa inaweza ikawa nani ambaye atakuwa katika hilo kundi la maskini? Inatakiwa uhakikishe sio wewe. Upambane kwa kadri unavyoweza, kadri Mungu anavyokubariki, utumie muda wako vizuri. Asubuhi unapoamka, ni vitu gani ambavyo huwa unavifanya kwanza? Nilikuwa najifunza nikagundua kwamba kuna nguvu kubwa katika lile saa moja baada ya kuamka. Saa moja baada ya kuwa umepumzika usiku, pale unapoamka, lile saa moja lina nguvu sana ya kubadilisha maisha ya mtu. Lina nguvu ya kubadilisha hatima ya namna akili yako unavyoweza kuistructure, namna ya unavyoweza kutengeneza system ya maisha yako ambayo unakusudia iweze kuamua mustakabali wa maisha yako. Zile dakika 60 mara baada ya kuamka ni vizuri uzitumie kwa ajili yako na Mungu, kwa ajili yako na uchumi wako, kwa ajili yako na maisha yako. Yaani ukiamka, kabla ya kuanza majukumu ya kazi ya ofisini, kabla ya kuanza kupanga ratiba za kijiweni kwako, kabla ya kuanza kuangalia oda ngapi zimetumwa kwa leo, kabla ya kuanza ratiba ya masomo ya darasani, hakikisha unaanza na ratiba ya mahusiano yako na Mungu na mahusiano yako na mafanikio yako au mahusiano yako na kusudi lako. Lazima ujue namna ya kuhusianisha kusudi lako na Mungu.
huo ni muda ambao Mungu anaweza akawa anakuamsha ili uweze kumsikiliza kwanza, ni kitu gani ambacho amekusudia ukifanye katika kipindi cha maisha yako. Inawezekana isiwe na matokeo sasa, ila dakika 60 ambazo utazitumia leo baada ya kuamka kumsikiliza Mungu anakupatia ufunuo gani au ufumbuzi wa changamoto gani. Inawezekana hiyo changamoto isiwe ipo katika kipindi hiki, ila ni changamoto ambayo unaweza ukaipatia jibu katika miaka 2-3 ijayo kwa solution ambayo umeipata katika ufunuo wa leo. Kwa hiyo tumia muda wako vizuri pale unapoamka. Usianze tu kukimbilia simu, acha kukimbilia vitu ambavyo vinaweza vikakufanya ukawa na interaction ya moja kwa moja na jamii, ila hakikisha huo muda unaotumia kutengeneza interaction ya moja kwa moja na Mungu kabla ya kuweka uhusiano wako na jamii, maana jamii ipo kwa ajili ya kukufanya uweze kuchanganyikiwa. Lazima ikuchanganye, kwa sababu inahitaji kupata mtu ambaye ni cream, yani mtu ambaye hana dosari. Sasa huyo mtu hajawahi kutokea. Kwa hiyo kila siku ukiwa unaanza na jamii itakuwa inakuambukiza stress, inakufanya uingie kwenye misongo. Kwa hiyo unaanza siku tayari una misongo ambayo imetokana na mazingira na vile vitu ambavyo unatumia. Kwa hiyo kuwa makini na ujue ni namna gani unaianza siku yako. Sasa haya maswali 5 ya msingi. Swali la kwanza, haya yote yanalenga kulifahamu na namna ya kulitekeleza lile kusudi ambalo Mungu amekuumba uweze kulifanyia kazi. Swali la kwanza, lazima ujue wewe ni nani, yaani mimi ni nani. Hapo hatutafuti jina lako, hatutafuti cheo chako, hatutafuti umaarufu wako, hatutafuti nafasi yako kwenye jamii, hatutafuti nafasi au kitu chochote kile ambacho unaweza ukakifanya kama title, ila tunaitafuta identity yako. Wewe ni nani? Tunataka kuangalia identity, utambulisho halisi wa wewe ni nani, ndio tunaoutaka. Sasa huwezi kuupata utambulisho halisi kama una uhusiano wa karibu na aliyekuumba. Kila yule mtu wa production anapokuwa anafanya uzalishaji wa bidhaa zake, huwa kwa kila bidhaa anahakikisha inakuwa na manyo. Hii manyo itamsaidia mtumiaji kujua namna gani kile kifaa kinatakiwa kutumika. Kama mtu ananunua simu, ile simu lazima anapofungua lile boksi atakuta kikaratasi ambacho ni manyo ya simu, kielezea ni namna gani ya kuitumia hiyo simu, ni namna gani ya kuiwasha, namna gani ya kuizima, namna gani ikiwa unatakiwa ufanyeje, batani zake zikoje, chaji yake inakaaje, na vitu vyake vyote vitaelezewa mmoja, kwamba itadumu kwa muda gani, waranti yake ikoje, garanti na vitu vingine vingi ambavyo vinatakiwa kuonekana katika manyo vitaonekana. Sasa Mungu alikuumba na amekuumba tayari, manyo ipo. Hiyo manyo inatakiwa ikusaidie kujua namna gani ya kuishi. Yaani huu mwili unapokuwa ukiongelea, Mungu tayari ameisha utengenezea manyo kwamba kuna namna mwili wako unatakiwa uende ili matokeo yake yaweze kuonekana kama yalivyokusudiwa. Kwa hiyo usipohusiana na aliyekuumba vizuri, hautojua utambulisho wako. Gari haiwezi kupata nafasi ya kuwa gari kama mzalishaji au aliyetengeneza gari akukusudia iwe gari. Kwa hiyo kama asingekusudia iwe gari, basi isingekuwa gari, na sisi tusingeitambua kama gari kwa sababu sio gari. Kwa hiyo Mungu alikuumba akakutengenezea utambulisho, ambao huo utambulisho ndio utakaofanya wewe uweze kujua ni kitu gani Mungu amekuumba ufanye. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi la kuzingatia. Nilikuwa namsikiliza siku moja Pastor Mbaga, akawa anaelezea kuhusu mtu aliyetengeneza gari. Alijua kwamba lile gari litakuwa, alikuwa anaelezea, ni somo lake lilikuwa linahusu changamoto. Alikuwa anaelezea namna gani Mungu ambavyo anaweza akapambana na changamoto tunazokutana nazo. Akatolea mfano kwamba kuna mtu aliyetengeneza gari alijua kabisa kutakuwa na usiku. Kwa hiyo akaweka taa pale kwenye gari ili
yule mtu ambaye anaitumia hiyo gari, inapofika wakati wa usiku asihangaike kwenye namna ya kuona namna gani kwamba nitaangalia vitu vinavyoendelea mbele wakati ni usiku na siwezi ona. Basi anaweza kuwasha zile taa zikamsaidia kuona kitu gani ambacho kiko mbele yake, kwamba ni kitu ambacho tayari kipo, ila huyu mhusika tu ndiye alikuwa hayuko tayari kubonyeza button, au anaweza akawa na utayari wa kubonyeza button ile inayohusisha kuwasha taa na zile taa ziwake, au aache kubonyeza zile taa zisiwake. Sasa ukiwa unahitaji kujua wewe ni nani, lazima ujue nani anakumiliki. Ukijua nani anakumiliki, itakuwa ni rahisi kuwasiliana na mmiliki ili aweze kukusaidia kujua utambulisho. Kinachofanya wengi tusiujue utambulisho sio kwa sababu hatuna akili, ila kwa sababu dunia imeisha tuchanganya, imetujaza mavitu mengi, tumechanganyikiwa kiasi kwamba hata wakati fulani tukiambiwa kusudi tunawaza elimu, kwamba nikikwambia kusudi la wewe kuumbwa ni nini, unasema kusudi la mimi kuumbwa ni kuwa mwanasheria, kusudi la mimi kuumbwa ni kuwa daktari, kusudi la mimi kuumbwa ni kuwa labda tuseme engineer. Ndio tunayeyataja kwa sababu dunia tayari imeisha tuchanganya. Sasa ninahitaji upate muda wa kujiuliza hili swali, mimi ni nani? Na unapojiuliza, mpe nafasi Mungu aweze kukupa ufafanuzi mzuri ambao unaweza ukaendana na kile ambacho alikuumba ukifanya. Swali la pili ni unatoka wapi? Hapa tunaongelea source. Tumejua ukishajua identity utajua source, kwamba mimi ni nani, ninatoka wapi, wapi nilikotoka, chimbuko langu ni wapi. Kuna msemo unasema mto uliosahau chanzo chake ni rahisi sana kukauka. Huwezi kupata matokeo kama ujui ni wapi ulipotoka. Sosi yako ni ipi? Kwa hiyo hilo ni swali la pili la kujiuliza. Swali la tatu, ujue kwa nini upo hapa. Jiulize, kwa nini nipo hapa? Hapa tunaangalia sasa purpose, kwamba nipo hapa kwa ajili ya nini? Kusudi la Mungu kuniweka hapa kwenye ulimwengu, dunia ni nini? Jambo la tatu, ukishajua identity, ukajua source na ukajua purpose, unakuja kwenye swali lingine la msingi, naweza kufanya nini? Ukishajua kwa nini upo hapo, utajua ni vitu gani ambavyo unatakiwa au vinakuhitaji uifanye. Sasa wewe utajiuliza maswali makubwa haya niliyokutajia. Swali la 4 ni kwamba naweza kufanya nini? Naweza kufanya nini? Hapa tunaangalia potential. Kitu gani ambacho una uwezo wa kukifanya kwa uzuri bila kujitahidi? Yaani akihitaji utumie miezi 6 ya mafunzo, akihitaji utumie labda mwaka mzima kwenye kukikalili, ila una uwezo wa kukifanya kwa wepesi, hata kama sio kwa viwango vikubwa sana, ila unapokifanya unaona kabisa kuna wepesi kwenye kukifanya. Kuna vitu ambavyo ukipewa kukifanya unapata uzito, yani akili kama inaganda, haitaki kupokea, haitaki kutoa, yani haitaki kujifunza, haitaki kufundisha, yani imeganda, kwa sababu ni eneo ambalo unakuwa na ugumu sana kwenye kulifanyia kazi. Sasa hapa lazima ujiulize ni kitu gani ambacho una uwezo wa kukifanya vizuri bila kujitahidi, na vitu gani unatakiwa ujifunze ili uweze kuvifanya kwa uzuri. Jambo la kujiuliza. Na swali la mwisho, unapokuwa katika kuliangalia kusudi au kusudi la wewe kuishi duniani, kilichofanya Mungu akulete duniani, lazima ujue unaenda wapi. Hilo ni swali la 5 na swali kubwa na la muhimu. Usipojua unakoelekea, utaenda kila mwelekeo, na ukienda kila mwelekeo utapelekwa na kila anayehitaji. Yaani kila aliye na mwelekeo atakupeleka anapotaka, kwa sababu wewe hujui unakoenda.
na mwisho wa siku utaishi ukiwatumikia watu. Kuna story moja tulisimuliwa kwamba ilikuwa ni kama swali, ila ilikuja kama story kwamba mmeingia kwenye chumba cha mtihani, alafu mmefika kwenye chumba cha mtihani, kila mmoja akapewa karatasi yake ya maswali. Katika kuyafanya yale maswali, mkagundua ya kwamba kila mmoja ana karatasi ambayo ina maswali tofauti kabisa na maswali yaliyo katika karatasi ya mwenzake. Umekaa kwenye mtihani, unaendelea kufanya mtihani wako na unajua kabisa hakuna backup yoyote unaweza kupata, labda mtu anaweza akakusaidia kwa sababu na yeye mtihani wake ni tofauti na wako. Mkiwa mnafanya ukamuona mtu fulani pembeni yako labda ana sweat sana, anahangaika kufuta jasho na anateseka, ukamwonea huruma. Una uwezo wa kuamka uende ukamnunulie labda maji ya baridi haja anywe ili apunguze jasho, kwa sababu kweli umemwona ana sweat na ukamwonea huruma. Au mwingine akakwambia, bwana, nisaidie tufanye mtihani wangu, alafu tukimaliza utakuja kufanya wako. Hilo jambo kwa kufikiria linaweza likawa rahisi katika chumba cha mtihani. Sasa kama katika chumba cha mtihani ni ngumu kufanya hivyo, kwa nini unajidhulumu wewe mwenyewe kwenye maisha yako? Uko busy kufanya kazi za watu wengine ila umejisahau. Simaanisha kwamba usifanye kazi kwenye ajira uliopewa, simaanisha kwamba usifanye majukumu ambayo unatakiwa kuyafanya katika mazingira fulani, ila namaanisha kwamba uzingatie unapofanya majukumu ya wengine, ujue kabisa kuna majukumu yako ambayo hakuna atakayeyafanya katika maisha yako zaidi yako wewe mwenyewe. Yaani wewe ndiye mbeba maono ya maisha yako mwenyewe. Usipojua unakoelekea, utapelekwa wanapotaka uelekee. Ajira ulionayo siko unakoelekea, ila inaweza ikawa chachu ya wewe kujua, kupata nguvu ya kujua unakoelekea, au ya kupata nguvu ya kusaidia kufika unakoelekea. Usiishi ukipambania sana ndoto za mwajiri wako ukasahau ya kwamba kuna wakati hautokuwepo kwenye hiyo kazi na maisha yako yatatakiwa yaendelee na kusudi lako utatakiwa ulitimize, na hata kuja kushtakiwa mwajiri wako kwa sababu alikutoa kazini na bado hujatimiza kusudi. Kwa hiyo timiza majukumu yale uliopewa katika majukumu yako ya ofisi, aidha ni ya ajira au kibarua au tenda yoyote. Ila kumbuka, katika masaa 24 Mungu anayokupa, kuna masaa kadhaa ambayo unatakiwa uyatenge kwa ajili ya mambo yanayohusu kusudi lako mwenyewe. Hilo ni jambo la msingi la kuzingatia. Na tunapokuwa tukiendelea kuishi na kadri tunavyozidi kukua, usitegemee kwamba kuna mtu yoyote duniani ambaye atakuja akupe pole kwa sababu ulitakiwa kufanya jukumu lako alafu ukaacha jukumu lako ukafanya la kwake. La kwake likafanikiwa alafu la kwako likafeli. Dunia inakotupeleka inatupeleka katika mazingira ambayo kila mmoja atakuwa yuko busy sana na maisha yake zaidi ya kujali watu wengine. Ndio maana ukiangalia wale wazee wa zamani sana ambao wameishi miaka mingi kidogo nyuma, wanajua kwamba watu wa zamani walipokuwa wakiishi walikuwa wanashirikiana sana. Mimi nakumbuka nasimuliwa na wazazi wangu kwamba zamani walikuwa wakifanya kosa, jirani anaweza akawafuata akawaadhibu. Yaani jirani akiwaona wamefanya kosa anaweza kuwaadhibu, na wasiende kushtaki kwa wazazi wao. Yaani walikuwa wanaadhibiwa na wanasema asante, wanaenda kufanya mambo mengine na hawaendi nyumbani kushtaki. Ila kwa vizazi vilivyokuja, kipindi chetu ilikuwa ni tofauti. Maana tulipokuwa tunaongea naye nikaona kama alikuwa anaturushia mpira sisi. Kipindi chetu ilikuwa tofauti. Na hata mimi nakumbuka enzi hizo tukiwa wadogo, ulikuwa ukikemewa na watu majirani, hakuna nguvu sana ya utisho kama zamani nilivyokuwa nikisimuliwa kwamba zamani ilivyokuwa inatokea.
kwamba kwa sisi ilikuwa ukikemewa unaiona ni kawaida. Kwanza sio mzazi wangu, na wakati fulani inawezekana akawakemea na msiache mnachokifanya, ila zamani kabla yetu walikuwa wakikemewa wanaheshimu, kwa sababu wanajua anaweza akafanya chochote, anaweza akawaadhibu, akawachukulia hatua yoyote ya kinidhamu kama mzazi. Tulipofika sasa, hata kumkemea mtoto wa mtu inaweza ikawa kesi kubwa sana, ambayo inawezekana inaweza isitatulike kirahisi. Tunakoenda itakuwa hata kumuonyesha, kujifanya unahitaji kumsaidia sana kimawazo mtu, inaweza ikawa kazi, kwa sababu hutopata nafasi. Kwa hiyo dunia inazidi kutufanya tutengane katika namna ya kijamii, namna ya kuhusiana. Kwa hiyo usipotumia muda wako vizuri leo, usitegemee kuna mtu atakuja akupongeze au akupe pole kwa kile ambacho hukifanya leo. Cha kujua ni kwamba dunia haiwatambui watu ambao hawajafanikiwa. Dunia haiwatambui watu ambao hawajituma. Dunia haiwatambui watu ambao hawana matokeo kama watu wa thamani. Kwa hiyo thamani yako inaonekana kwa matokeo kwenye dunia. Mungu pekee ndiye anaweza kuona kweli huyu aliweka juhudi ila akafeli. Ndio maana ukiangalia kwenye listi ya watu ambao wanasemwa sana duniani ni watu ambao walifeli wakafaulu, wakafeli wakafaulu, wakafeli wakafaulu, wakafeli, au walifeli wakainuka hawakufaulu, wakaishia tu kuinuka wakafeli tena, wakaishia kuinuka wakafeli tena, mwisho wakaja wakapata matokeo. Dunia sasa wakishapata matokeo ndio inaanza kuconsider, kumbe huyu mtu ni mtu potential, tunatakiwa tumfanye awe katika namna maalum. Kwa hiyo watamtreat vizuri, watamishi naye vizuri, watampokea vizuri. Akienda sehemu watu watatamani awasainie hata nguo zao, akiwa anaongea watatamani wapige naye picha, kwa sababu tayari ameshakuwa maalum. Ila bila matokeo utaendelea kulalamika, kwa nini Mungu hao wengine wanaheshimika na mimi siheshimiki? Swala sio kuheshimika, swala ni impact unayoileta kwenye mazingira ndio inayoamua watu wa kuchukulia kwa namna gani thamani. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia. Haya ni maswali 5 ya msingi ya kujiuliza unapohitaji kulijua kusudi. Ila kusudi haliendi peke yake. Kusudi haliwezi kujiendesha peke yake. Ndio maana nikamwambia kuna mambo 3 ambayo kusudi peke yake bila hayo 3 haliwezi kuwa kusudi, au kusudi bila hayo 3 haliwezi kuwa na matokeo. Ndio maana nikamwambia mwanzo, Mungu alipotuumba alituumba tukiwa package nzima imejitosheleza kabisa, yani haihitaji kuongezewa chochote. Ndio maana wakati fulani hata kwa wadada au wanawake ambao unakuta wanahangaika kujifanyia decoration fulani, wajiboreshe, wajipendezeshe, yaani wanahangaika, wanajitengenezea mazingira ya stress tu, yaani wanapata tu stress, kwa sababu Mungu alipokuumba unajitosheleza kuwa kuvutia kwenye mazingira sahihi jinsi ulivyo. Sasa jambo la kwanza ambalo linatakiwa pale unapokuwa unajua kusudi, unatakiwa kuyajua maarifa sahihi. Maarifa gani ambayo unatakiwa uyapate ili uweze kufikia kusudi? Ukishajua wewe ni nani, ukajua identity yako, ukajua source, ukajua purpose, ukajua potential zako, ukajua ni wapi destination yako ilipo, kitu kinachofuata unatakiwa ujue ni maarifa gani sasa unahitaji ili unapokuwa ukielekea huko uweze kufanya vizuri. Kuna jambo moja la kuzingatia hasa kwenye maarifa, ni kwamba ukitumia 80% kujifunza, utakuja kutumia 20% tu ya muda wako kufanya kile kitu ulichojifunza kwa 80% ya muda wako. Ukitumia 80% ya muda wako, ukitumia 20% ya muda wako kujifunza, utakuja kuhitaji 80% ya muda wako kufanya kile kitu. Kwa hiyo the more unajifunza, unatengeneza mazingira ya kuwa na muda wa kutosha kufanya mambo mengi. Yaani ukijifunza zaidi, na maana utakuwa unatumia muda mfupi kufanya jambo moja na ukatumia muda unaobaki kufanya jambo lingine, na ukaendelea ukakua na hatimaye ukafika eneo nzuri ambalo ukijiona unaweza kusema kweli ni hatua fulani Mungu kanifikisha
Kwa hiyo unapokuwa unaipambana, lazima ujitahidi kuelewa na kuwa bora katika vitu vichache ambavyo Mungu anakupatia, ili Mungu aweze kukuruhusu uweze kuvipata vingi. Maana au kama hauna maarifa ya kuenda vitu vichache, hautakuwa na maarifa ya kuenda vitu vingi. Ndio maana nilikuwa namsikiliza Warren Buffett, alikuwa anaelezea, akawa anaongea, anasema kwamba ukiwa unapambana kufanikiwa, lazima uzingatie kwamba unapokuwa unafanya kile kitu kidogo, usikifanye kana kwamba unakifanya kitu ambacho ni kidogo. Kifanye kama kitu ambacho unategemea after 10 years to 20 years to come kiwe kitu kikubwa sana, kwamba nisiwe nauza karanga, najua nitauza karanga nitarudi ndani, ila ninapouza karanga najua kabisa ninauza karanga leo vifungu 5, ila baada ya miaka 10-20 ijayo inawezekana ninahitaji kufanya biashara ambayo itakuwa ina maduka au inazunguka kwenye mikoa labda zaidi ya 6 hadi 7. Kwa hiyo lengo lako, hata kama unafanya kitu kidogo, unatakiwa ukifanye katika mazingira ambayo unakitengenezea uwezekano wa kuwa kikubwa. Mazingira, namna unavyokifanya, namna unavyokifanyia kiarrange, na namna unavyohusianisha kile kitu ambacho unakifanya na kile unachotamani kukipata, inaweza ikakupatia matokeo mazuri. Kwa hiyo kwenye kujua maarifa, hakikisha unapata maarifa sahihi. Kama ukifuatilia utakuta matajiri wote duniani wanasoma vitabu, na mimi hiki kimenifanya nihamasike sana kusoma, kwa sababu ndicho kitu pekee ambacho nimeona matajiri wote duniani wanakifanya. Vitu vingine utakuta kuna mmoja anafanya vizuri, mwingine anafanya kidogo, mwingine hafanyi kabisa. Ila katika usomaji au kujifunza, sijawahi kusikia tajiri yoyote anasema kwamba bana, mimi nimefanikiwa kwa sababu nilikuwa nawasikiliza sana watu, basi kwamba watu walikuwa wanakuja wananimotivate. Wote wanasema nimefanikiwa kwa sababu nilitumia muda wa kutosha kujifunza, na wengi wao wanaongea walijifunza kwa kusoma vitabu. Kusikiliza watu sio mbaya, ila unatakiwa uwe na sources ambazo akili yako ikiziona zitaifanya iwe na nguvu kuendelea. Nikukumbushe tu jambo moja la msingi ambalo hujalifahamu, labda kama unalifahamu inawezekana umelisahau, kwamba kile kitu ambacho akili yako inaambiwa na kile kitu ambacho akili yako inakisoma, kitu ambacho akili yako itakiamini zaidi na kukulazimisha ukifanye ni kile ilichokisoma. Yaani kitu ambacho kiko documented kina nguvu kuifanya akili yako iweze kuhamasika kufanya kuliko kile kitu ambacho tu imekisikia. Kwa hiyo unatakiwa kutumia nguvu yako nyingi na muda wako wa kutosha kujifunza kuliko muda ambao unaotumia kusikiliza. Na kuna vitu ambavyo unatakiwa uvijue pale unapokuwa ukijifunza. Unapojifunza, usijifunze vitu kwa sababu ya mihemko, kwamba nimesikia labda kuna mtu fulani amesoma kitabu kinaitwa labda Rich Dad Poor Dad, mwingine amesoma kitabu kinasema namna ya kupata mafanikio katika umri mdogo, mwingine akasema labda nimesoma kitabu kilichonisaidia sana, ni kitabu ambacho kinasema timiza malengo yako hata kama umechelewa. Basi ukasema kwa sababu yeye alisoma kikamsaidia, basi na mimi nikasome kitanisaidia. Hapana, na makusudi tofauti. Kwa hiyo hata katika matokeo hayatakuja kama yalivyokuja kwake. Njia aliyoshindwa kuitumia kuleta matokeo, wewe unaweza ukaitumia ikakupa matokeo. Lazima ujue unataka nini kwa wakati huo. Uko katika kipindi kigumu cha kiuchumi, lazima ujue maarifa ninayohitaji sasa hivi zaidi ni maarifa ambayo yatanisaidia kujua namna ya kudhibiti matumizi na mapato yangu, au nijue namna kitabu ninachokihitaji au maarifa ninayohitaji ni maarifa kuhusu uwekezaji. Unapambana kujifunza kuhusu uwekezaji.
Umekutana na mazingira, labda una changamoto katika mahusiano yako na watu, unajifunza labda vitabu ambavyo vinahusisha how to win friends, how to interact with people, au to communicate. Yani unajifunza vitabu, unajifunza vitu ambavyo vinalandana na kusudi lako, vitu ambavyo vinaendana na kile ambacho Mungu anahitaji ukifanye. Ndio maana sio kila maarifa ni ya kwako. Kuna maarifa yapo duniani na wewe hauyahitaji kabisa. Haimaanishi usijifunze. Kila maarifa yanayokuja, kila kitu kinachokuja kwenye maisha yako, kinachohitaji ukifanye, ujue unatakiwa ujifunze. Kwa hiyo wakati fulani unaweza ukaa kwenye mazingira ambayo yatakuhitaji ujifunze namna gani ya kuhusiana na watu. Mazingira yatakayohitaji ujifunze namna gani ya kuhusiana na Mungu. Mazingira yatakayokuhitaji ujifunze namna gani ya kumsikiliza Mungu. Namna gani ya kuwaheshimu watu wa kila aina. Inawezekana unaonekana kuna namna unashindwa unadharau, yani niseme kwa lugha rahisi ni unadharau. Kwa hiyo namna gani ya kuishi na watu vizuri, unaweza ukatafuta vitu vinavyohusiana na hivyo ukajifunza. Inawezekana wewe ni mgumu katika utoaji, unatakiwa ujifunze eneo ambalo unajua kabisa ni sehemu ya vitu ambavyo vinaweza vikachochea wewe kufika unapotaka. Kwa hiyo ni jambo la msingi la kujifunza, ila ukiwa unajifunza lizingatia kutengeneza nidhamu. Nidhamu inakulazimisha ufanye kitu hata kama ukitaki, aidha unataka au utaki, ila unatakiwa kukifanya, lazima ufanye. Nidhamu inahitaji uvumilivu kwa sababu matokeo ambayo yanatokana na nidhamu sio matokeo yanayotoka leo wala kesho. Na mafanikio sio kama watu wengi walivyozoea kwamba kuna shortcut. Mtu akiwa anapita njia anasema naweza nikapita shortcut. Ila mafanikio hayana shortcut. Mafanikio ni kama reli. Yaani treni inapopita kutoka Mwanza au Kigoma inakuja Morogoro, haitohitaji kupita shortcut labda ikatize iibukie Morogoro. Labda kuna ka shortcut sehemu fulani, itatakiwa ipite njia sahihi. Gari inaweza ikapita shortcut, treni haiwezi kupita shortcut. Na mfano wa treni ndivyo maisha yalivyo. Ukiwa unahitaji kulielekea kusudi ambalo Mungu amekusudia ulielekee, hakunaga shortcut. Kwa hiyo ukiona unapita kwenye njia ambayo ina shortcut, yani umepita shortcut, ujue hilo sio kusudi lako, umekosea. Popote penye kusudi lako, Mungu anaweka njia iliyonyooka. Yani hata kama kuna vikwazo njiani, ila ni njia utatakiwa kuipita. Ndio maana wana wa Israeli kwenye safari yao, kama ingekuwa safari yao ni ya kupita tu kwenda nchi ya ahadi, walikuwa wana shortcut nzuri. Watu wanazuoni wanatuambia kulikuwa na njia rahisi hapo ya kupita, kwa muda mfupi tu wangekuwa wamefika. Ila kilichofanya wapite kule ni kusudi la Mungu kwenye maisha yao, kusudi ya Mungu kuwasafirisha, ndio lilofanya wapite kule. Na kama ulivyoona, walipitia vikwazo, changamoto nini, ila ilikuwa ndio njia. Na matokeo yake walivyofika tuliyaona. Walifika watu ambao wana nguvu, walifika watu ambao walikuwa na mheshimu Mungu, walifika watu ambao walikuwa na matokeo na utisho kwa nchi zingine. Hadi kipindi cha Yesu tunaona matokeo ya Kanaani ya ahadi bado yalikuwa yanaendelea kuwepo, pamoja na dhambi zilizokuwa zikikisiri. Kwa sababu gani? Walipita katika kusudi sahihi ambalo Mungu alikusudia wapite. Kwa hiyo matokeo yake yakatembea kutoka kizazi kile cha kwao hadi vizazi vingine. Watu wote wanaotengeneza generational growth huwa wanatokea katika matokeo, yani yanakuwa ni matokeo. Ile growth wanayoipata ni matokeo, au utajiri wanaopata au mafanikio wanayoyapata ni matokeo ya kuishi kwenye njia ya kusudi.
Kwa hiyo ni jambo la msingi kwenye nidhamu, inahitaji uvumilivu na hautakiwi kuchiti. Na unapokuwa ukipambana kwenye swala la nidhamu, lazima ujue ya kwamba kuna watu watakukatisha tamaa, kuna mazingira yatakukwamisha, kuna sauti utazisikia wewe mwenyewe kutoka ndani zitakwambia hapana, ile unatakiwa ufanye kwa sababu unatakiwa ufanye. Ndio maana mimi naamini kwamba siku zote tunatakiwa kufanya tunachotakiwa kufanya, ila sio kufanya tunachotaka kufanya. Maana siku zote ukifanya unachotaka kufanya na mwili wako umetengenezwa katika namna ya kupenda starehe, yani kulizika. Mwili wako haupendi kuteseka. Kwa hiyo mwili wako kama ukitaka kufanya unachotaka kufanya, mwili wako ukiamsha tamaa ya kuiba utaiba. Mwili wako ukitamani kulala siku nzima utalala. Mwili wako ukitamani kuzini utazini. Mwili wako ukitamani kufanya kitu chochote kibaya au kizuri au kitu ambacho hakihusiani na maisha yako, mwili wako unaweza ukafanya. Hapo utakuwa unafanya kitu ambacho unataka kufanya kwa sababu mwili wako unataka. Ila tunatakiwa kufanya kitu ambacho tunatakiwa kufanya kwa sababu manufacturer aliyetuumba, kuna vitu aliona kabisa vikifanywa kwenye miili yetu vitaleta madhara, na vingine visipofanywa vitaleta madhara. Kwa hiyo vile ambavyo anahitaji tuvifanye tutafanya, vile ambavyo anahitaji tusifanye tunatakiwa tusifanye. Hiyo ni katika namna ya kulinda nidhamu ya kujifunza. Kuna wakati Mungu atakufundisha kupitia vitu vigumu, na kuna wakati atakufundisha kupitia mazingira magumu. Kuna vitu vinakuja kwenye maisha yetu sio kwa sababu vinakuja tu kututesa, ila vinakuja kutufundisha vitu ambavyo tutavihitaji mbele ya safari. Nikukumbushe tu jambo moja ambalo mimi nilijifunza, ni kwamba kuna zile scenarios zinatokea kwamba ulikuwa hauna uhitaji na kalamu, muda wote unaiona, kila ukitembea unaiona, ukiwa mezani unaiona, ukiwa unakula unaiona, ukiwa umelala ukiamka tu hivi unaiona kitandani, ukiwa wapi unaiona. Alafu ikitokea siku una uhitaji sana na hiyo kalamu, haionekani. Imekuwa ni kawaida, mtu anaweza kusema yani kitu kikihitaji akionekani kabisa, ile ukiwa una uhitaji nacho kinaonekana. Hiyo sio kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Yani Mungu akikutazama akaona kabisa kuna jambo potential ambalo anahitaji ulipate mbele, anakuletea mazingira ya maandalizi kwa ajili ya lile jambo. Kwa hiyo kuna vitu vitakuwa vinakuja kawaida ambavyo wewe unatakiwa uviandalie mazingira. Kama kinahitaji kualenjiwa, basi ukiweke mazingira sahihi. Kama kinahitaji marekebisho, ukiboreshe. Kama kinahitaji ukielewe, ili unapofikia katika eneo ambalo anatamani ukitumie sasa, uwe unajua namna gani ya kukipata na kukitumia. Ila wengi wetu tukikiona tunasema hiki ni kitu cheap. Maana tulishazoea kwamba vitu ambavyo havina gharama, yani vinapokuja kwenye maisha yetu ambavyo hatuvilipii, tunaviona kama havina thamani. Kwa hiyo unaweza ukikiona ukasema hiki kipo tu, hiki kipo. Hapo mwisho wa siku unajikuta kimeisha potea, ukikilinda, ukijifunza, ukikiandaa, unakihitaji. Ndipo pale watu wanapokuja kusema hii sio bahati yangu, hii ni Mungu akunipangia. Kiuhalisia watu wa masuala ya uchumi wanasema bahati ni tafasiri ya maandalizi yanapokutana na fursa. Kwa hiyo usipoyafanyia maandalizi, inapokuja umeishindwa, usije kusema kwamba hii sio bahati yangu, sijui Mungu akuniombea. Tumekuwa na maneno mengi, muda mwingine hadi tunajidanganya akili zetu kwamba ili lilikuwa sio sehemu ya maisha yangu, Mungu ameniandalia lingine kubwa. Uhalisia ni kwamba lilikuwa ni lile lako kubwa ambalo lingekupatia makubwa mengi, ile kwa sababu ya uzembe wa kutokujiandaa vyema umejikuta umelikosa hata hilo. Mungu hawezi kupatia matukio makubwa kabla ya kuanza kupatia matukio madogo madogo, huwezi kuyashikilia.
ukiweza kuyaenda yale madogo, basi atakuandaa kwa yale makubwa. Ila kama bado hauna uwezo wa kushikilia kijiti kidogo, hawezi kukupatia gogo kubwa ulibebe. Hapana. Kwa hiyo lazima tujiandae. Ndio maana Musa ilimhitaji miaka 40 kukaa jangwani huko milimani kuchunga. Ilimhitaji Daudi kukaa polini kupambana na wanyama kwa muda mrefu ili haje awe kitu ambacho kina matokeo. Na kwa sababu wao wote walikubali kujifunza, ndio maana Mungu aliwatumia kutimiza makusudi yao. Kuna watu kama Yusufu, ilimhitaji miaka kadhaa ya kuteseka nyumbani, miaka kadhaa ya kuteseka jela, miaka kadhaa ya kuteseka kwa Potifa ili aweze kuwa mtu wa maana katika serikali ya Misri. Ilimhitaji Samueli kukaa katika nyumba ambayo ilikuwa ina mtumishi na watumishi wa ovyo, ambayo watu wengi waliona kabisa ni familia ilikuwa inaonekana kabisa ina uasi kwa sababu ya yale iliyokuwa ikiyafanya. Kukaa katika kipindi chote hicho, kuanzia akiwa mdogo, anakuzwa akiwa katika mazingira yale yale ambayo anaona kila siku watu wanakosea, ili aweze kupata uimara na kujua nini maana ya nafasi ya Mungu. Tunapoongelea kuhusu maarifa, ni kitu ambacho huwezi kukikwepa. Maarifa yanaweza kuja vizuri kama yalivyokuja kwa baadhi ya watumishi ambao tunawafahamu. Kuna watu walipata maarifa mazuri kwa sababu walikutana na mazingira mazuri. Ila kuna watu kama kina Samueli, watu kama kina Daudi, ambao wao walizaliwa katika mazingira au walizungukwa na mazingira ya uasi, walizungukwa na mazingira ambayo yalikuwa yako kwenye hatari ya kupata madhara ya kuadhibiwa na Mungu. Samueli, nilikuwa najifunza, yuko kwenye familia ambayo analelewa na kuhani, ambaye kuhani huyo watoto wake wanafanya mambo ya ovyo, ila yeye ni mmoja kati ya wanafamilia. Anatakiwa ajifunze kupitia huyo kuhani namna gani ya kuwalea watoto, wakati huyo kuhani ameshindwa kuwalea wakwake. Anatakiwa ajifunze katika mazingira hayo namna gani ya kumtumikia Mungu katika mazingira ambayo watu wanaomzunguka wameshindwa kumtumikia Mungu ipasavyo. Daudi amekuwa katika mazingira ambayo familia yake imemtenga, imemsahau. Haimpi thamani kama mtoto, haimpi thamani kama mtu ambaye anahitaji kuheshimiwa. Ameishi na wanyama mapolini, akifuga kondoo, akichunga. Inawezekana alikuwa anakuja kula au anakuja kuchukua vitu, anarudi anajipikia, sijui. Ila ilimchukua muda kujifunza katika mazingira magumu hadi kuja kupata matokeo mazuri. Kuna watu ambao sasa hivi hawataki kupitia ugumu wote, hawataki kujifunza kupitia mazingira yenye changamoto. Akutana na changamoto atamlaani kila anayemzunguka. Tunamwona Daudi, asemekani kwenye Biblia na sehemu yoyote kwamba aliwadharau au aliwachukia ndugu zake kwa sababu familia ilimtenga. Hatuoni Yusufu akikataa kuwasaidia ndugu zake kwa sababu walishindwa kumsaidia, wakaamua baada ya yeye kuintroduce wazo lake au lile ambalo aliliota, wakaamua kupambana naye baada ya kumsaidia kulitimiza. Anawapokea, anawahudumia. Tunaona Eli anapokuwa katika yale mazingira, malezi ambayo Samueli analelewa katika mazingira ambayo hakuna support ya kiroho ambayo ina nguvu ya kimfano, achana na maneno. Nguvu ya kimfano ya kumuonyesha kwamba hiki ninachokifanya ndicho natakiwa ufanye, kwa sababu kile tu Eli alichokuwa anakifanya, Mungu hadi anamtumia Samueli kumwambia Eli kwamba hichi watoto wako wanachokifanya, na wewe kwa sababu umeshindwa kuwalea, Mungu anasema hiki na hiki. Ila alijifunza kupitia yale aliyosikia. Kwa hiyo maarifa yana mchango, haijalishi huko kwenye mazingira ya namna gani. Kuna watu tunawajua ambao walijifunza katika mazingira magumu. Ukimwangalia Paulo, tunamsimulia sasa hivi,
kama mmoja kati ya watu mitume ambao wamefanya kazi kubwa sana katika maeneo mengi, ila alijifunza katika mazingira ya kupigwa upofu. Alipopigwa upofu akakubali kujifunza. Kwa hiyo kuna namna Mungu ataruhusu mazingira fulani ambayo kiuhalisia hayatakuwa yanakufurahisha, ila utatakiwa ujifunze. Kwa hiyo kujifunza sio jambo la kuombwa au la hiari. Kujifunza kama unahitaji kufikia kusudi ni lazima. Na nikukumbusha tu jambo moja ambalo mimi nimejifunza. Watu wengi wanaoogopa kufa ni watu ambao hawajatimiza makusudi yao. Maana kila wanapokuwa wanafikiria kuhusu swala la kufa wanakuwa na hatia, kwamba kifo kinakuja ndani yao. Kuna hatia inawalazimisha kujua kwamba kabla hujafa kuna jambo ambalo Mungu alitaka ulitimize na bado hujalitimiza. Watu ambao walifikia makusudi yao utawasikia wanakwambia, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo imani nimeilinda na mwendo nimeumaliza. Watu ambao wametimiza kusudi wanamwambia mshindani wao kwamba bwana, wewe usishindane na mimi hivi. Anamwongezea mbinu ili aweze kushindana naye vizuri. Watu kama kina Petro, bwana mimi usinisurubishe hivi, nigeuze unisurubishe katika namna hii. Watu ambao wanaona vifo vinakuja ila hawana stress, kwa sababu wanajua muda umefika na kusudi wamelitimiza. Kwa hiyo ili uweze kufikia viwango vya kufurahia, lazima uwe na nguvu ya kupambana kulitimiza kusudi lako. Hili ni jambo la msingi sana, na ungejua tu ili uweze kupata matokeo makubwa lazima ujue unatakiwa kuzungukwa na maarifa yenye nguvu ya kulishinda kusudi ulilonalo. Ukiona maarifa ulionayo ni madogo kuliko kusudi, huwezi kupata matokeo kwenye kusudi. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia sana hilo. Ni jambo la kuzingatia. Na nikukumbushe tu, ni wachache sana sana. Vita ya kufikia kwenye kusudi iko kama pyramid. Tunaanza wengi kwenye basics. Tukiwa watoto wengi huwa tunajitahidi kuonyesha, tuna expose vile vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yetu. Ila mazingira kadri tunavyozidi kuwa, mazingira yanatucompress ili tuweze kuwa kwenye shape ambayo wanataka tuwe. Ukishafika katika level ya kujisimamia, usipokuwa makini, jamii itaanza kucompress. Uwe kwenye shape ambayo inahitaji uwe. Na mwisho wa siku utajikuta uko kwenye shape ambayo haiwezi kufiti kuliendo lile kusudi ambalo Mungu alikuumba uliendo. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi. Na kitu cha pili ambacho kinazunguka kusudi na kinalipa nguvu kusudi ni watu. Nilimsikiliza pastor mmoja akawa anasema, ili uweze kuwa na nguvu unatakiwa uzungukwe na watu wenye nguvu. Usipokuwa na watu wenye nguvu, hata kama una nguvu utaonekana dhaifu. Ukiwa na watu wenye nguvu, hata kama wewe hauna nguvu utaonekana na nguvu. Ukiwaza kuhusu nchi mbalimbali ambazo zimetokea, kuna mambo mengi yametokea ambayo ukiyafikiria unaona kabisa jamii ya watu waliokuwa wakizunguka hao viongozi basi walikuwa wana nguvu, na hatimaye wakafanya mambo makubwa sana katika ulimwengu. Wamefanya mapinduzi makubwa, mengine ni mazuri, mengine ni mabaya, ila wamefanya mapinduzi makubwa kwa sababu ya cycle iliyokuwa ikiwazunguka. Ila pia katika maisha ya kuelekea kusudi ni hivyo hivyo. Mungu alivyotuumba aliandaa. Yaani kitu ambacho unatakiwa ujue ni kwamba pale Mungu tu alipomuumba mwanadamu, alimuumba mazingira na kila kitu vilikuwa vimeshaumbwa.
Tafasiri yake ni nini? Kwamba mwanadamu alikuwa kwenye akili ya Mungu akiwa ameisha kamilika, yaani kuanzia atakapoanza kuishi hadi mwisho wake utakuwaje, ila alikuwa hajawa physically ila spiritually. Kwenye akili ya Mungu tayari Mungu alikuwa ameisha mchora. Ni sawasawa na mtu aliyetengeneza hii kalamu, alitengeneza kwanza kwenye akili. Ilivyokamilika kwenye akili, alipokuwa anaenda kwenye kuonyesha sasa physically, alikuwa anajua anachokitengeneza. Kwa hiyo Mungu alipokuwa anamtengeneza mwanadamu, alikuwa anajua anamtengeneza mwanadamu wa namna gani. Alikuwa anajua ni watu wa namna gani atawahitaji. Na nikukumbushe tu, ukiona watu wanakuja kwenye maisha yako, hata kama ni kwa muda mfupi, sio kwamba hawana watu wengine wakwenda, au sio kwamba wana shida yoyote ambayo wanahitaji support yako. Kuna wakati watu wanakuja kwenye maisha yako hawahitaji support yako, wanahitaji kukupa kitu ambacho haukuwa nacho kabla. Kwa hiyo lazima ujue ni kitu gani ambacho unatakiwa ukipate kutoka kwao. Kubali kujifunza, kubali waweze kuwa walimu wako. Usiwe mtu wa kuwabeza watu ovyo ovyo, maana hujui ni nani ambaye Mungu kamleta kukupa muafaka wa maisha wa changamoto inayokuzunguka katika kuelekea kusudi. Kwa hiyo watu sahihi Mungu anawaleta, wewe watafuti, ila wanavutwa na vitu. Vipo vitu ambavyo wewe unatakiwa vitengeneze kwako, ambavyo hivyo vitawavuta wao waweze kuja. Kitu cha kwanza, lazima utengeneze thamani, ambayo tumeiongelea kwenye potential. Potential yako ukishajua unaweza kufanya nini, na ukaanza kukifanya kiweze kuwa bora, ukaongeza maarifa yale pamoja na ile skills ambayo unayo, inakupatia thamani. Mtu anapokuja kwako anajua kitu gani anafuata thamani ulionayo. Anakuja kuwa sahihi katika mazingira na wakati sahihi. Jambo la pili, unatakiwa ulinde nidhamu. Nidhamu ni kitu ambacho unatakiwa kukiacha. Kinatakiwa kuendelea kuwepo. Kinatakiwa kuwa sehemu ya maisha. Kinamfanya mtu sahihi aletwe kwa wakati sahihi. Kama ulikuwa unatakiwa kusoma, labda ujifunze kitu fulani, Mungu akahitaji ujifunze, halafu au kujifunza, mtu akaja ambaye anahitaji kukupatia fursa ya kutumia kile ambacho ulitakiwa ujifunze kujitengenezea kipato au kutengeneza kitu fulani ambacho ni bora, anaweza akakukuta hujajifunza. Na akikukuta hujajifunza, haimaanishi kwamba yule mtu hakuwa sahihi kwako. Ni wewe au kuandaa mazingira sahihi kwa ajili yake. Kwa hiyo akija akakuta amwendani, ataondoka. Na uhalisia wa watu sahihi kwenye maisha wakiondoka kuwapata ni kazi. Kwa sababu Mungu analeta kila kitu kwa wakati. Kwa hiyo Mungu anapokupatia nafasi ya kujifunza, ukajifunza vizuri, watu sahihi wanakuja kama matokeo ya yale ambayo yapo kwenye maisha yako. Kwa hiyo usisubiri kutafuta watu sahihi. Na siku zote watu wengi tunahangaika sana kujitengenezea mazingira ya kutafuta watu na kuwafanya waweze kuwa sahihi. Uhalisia ni kwamba una uwezo wa kutafuta watu na kuwafanya waweze kuwa watu wako ndugu, yani kutengeneza ndugu, ila sio watu wa kuenda nao kwenye kusudi au wa kuenda nao kwenye safari. Kwa hiyo ni vizuri kuwa na uhusiano na watu na kuwapa watu heshima zao, ila usikalili kwamba kila utakayemuona anakuja kwenye maisha yako, yani umemtafuta, sio anakuja, umemtafuta akakubali kuwa kwenye maisha yako, ni mtu ambaye unatakiwa kwenda naye kwenye mwendo wako. Watu ambao unatakiwa kwenda nao kwenye mwendo wako wanakujaga kwa sababu ya thamani. Hata kama wewe ulimfuata wa kwanza, ila thamani yako itafanya abaki kwako.
hadi lile kusudi lake ambalo Mungu alihitaji alifanye kwako litakapotimia. Kwa hiyo kuna watu wanakuja kwenye maisha yako hawahitaji chochote kutoka kwako, wanahitaji kukupa vitu ambavyo haukuwa navyo kabla, bali kuvipokea. Na kwenye mazingira ya watu sahihi ni muhimu. Na wakati fulani ndio maana tunashauriwa tuwe na mentors, tafuta makochi, kuwa na watu ambao wanaweza wakatushauri. Unamwona kabisa huyu ni mtu anaweza akaendana na kile ambacho nakihitaji, kupata kusikiliza mawazo yao. Wakati fulani mimi napenda sana kusikiliza mawazo ya watu ambao wamenizidi umri na wazee. Napenda sana kusikiliza wazee, sio tu watu walionizidi umri, ila pia wazee kwa sana. Maana naamini kwenye maneno 20 ambayo ataongea huyu mzee, hata kama ni mzee ambaye watu wanamuona hana hekima, kuna jambo moja ambalo ataliongea, atatumia uzoefu, ila litakuwa na manufaa kwa vijana kama sisi ambao tuko katika safari ya mapambano. Inaweza likawa na manufaa sio leo, hata miaka 2, 3, hata 20 ijayo. Inawezekana likawa na manufaa katika mazingira ambayo yeye hayupo, ila mimi nikalitumia. Inawezekana hata nisijue kama nilitoa kwake. Kwa hiyo kuna namna ya kuishi na watu ili uweze kukusanya nguvu ya kutosha kulielekea kusudi. Watu wanapokuja kwenye maisha yako wako katika makundi mawili. Kuna watu wanakuja kukupatia furaha ya muda mfupi, matokeo ya haraka, ila hayadumu. Na kuna watu wanaanza kwenye maisha yako katika mazingira ambayo hayana furaha sana. Inawezekana yanaweza kuwa ya maumivu, wanaweza kuwa havutii, ila wana matokeo ya muda mrefu. Na jamii kubwa inawapenda wale watu ambao wana matokeo ya muda mfupi, kwamba anakuja kwenye maisha yangu ananichekesha, anakuja kwenye maisha yangu ananipa hela, anakuja kwenye maisha yangu ananipa connection, anakuja tu kwenye maisha yangu ananifanya niweze kuwa na maisha fulani ya tofauti. Hao ndio tunawataka. Ila kuna wakati Mungu analeta watu sahihi katika namna tofauti kabisa. Kuna mtu anakuja kwenye maisha yako, anakuja kukuumiza. Inawezekana ni mwajiri, anakupa kazi nje zaidi ya muda ambao mlikubaliana, anakuwa na maneno fulani makali. Yaani hivyo vyote vinatokea kwenye maisha yako, ila bado huyo mtu ambaye wewe unamuona afai, hakustahili kuja kwenye maisha yako, wakati fulani unasema kwa nini Mungu niruhusu huyu aje kwenye maisha yako, ndiye anayekuwa mtu sahihi. Na wale rafiki zako unakutana nao kazini, ndio wote ni kucheka, hata kama umekosea anafurahi tu, wanakushangilia hata kama umeongea vibaya, wanakushangilia hata kama hujapendeza, wanakwambia umependeza. Yaani hao sisi ni kwa sababu ndio tunaoona ni watu Mungu ameniletea, nina rafiki. Simaanishi hao watu hawatakiwi kuwepo, ila lazima ujue kuna watu ambao Mungu anakupa signal mapema kupitia mazingira. Lazima ujue namna ya kuwasoma. Jifunze zaidi kupitia hao watu. Ukiwa na kusudi, ukapata maarifa sahihi, ukawa na watu sahihi, mafanikio sio kitu cha kuuliza kwako. Kufikia kusudi sio kitu ambacho watu watakuja kukusukuma kufanya. Nikutolee mfano mzuri kutokea katika vyanzo mbalimbali. Biblia inamuelezea Daudi kama mtu ambaye Mungu alimuona na akaona huyu anafaa kuwa mfalme. Ila familia yake, kwa sababu alikosa mtu sahihi kwenye familia, kuanzia baba, kaka zake na ndugu zake wote, akapata thamani ya kuwa mchungaji wa kondoo. Katika kuchunga kule, Mungu akaendelea kumnoa, kwa sababu kusudi huwa linajitetea lenyewe. Mungu akaendelea kumnoa. Amemnoa, akamleta mbele ya Sauli. Sauli kwa sababu alikuwa ni mtu sahihi sana kwa Daudi,
sio Sauli, ni Samueli, kwa sababu alikuwa ni mtu sahihi sana kwa Daudi. Akaiona thamani ya Daudi kwamba huyu sio mchunga kondoo, huyu ni mfalme wa taifa teule la Mungu. Thamani ya Daudi ikabadilika pale tu alipokutana na mtu sahihi. Tukimwona Samsoni alikuwa na watu sahihi, ila yeye hakuwaona kama watu sahihi. Wazazi wake walikuwa wakimlea, wakimjitahidi sana kumshauri na kumpa mawazo ambayo ni bora, ila baada ya kutoka kwa watu sahihi akakutana na watu wasio sahihi. Akakutana na Delila, ila kwenye akili yake, kwa sababu alikuwa anapata raha ya muda mfupi, akamwona Delila ni mtu sahihi sana kwake, kiasi kwamba akaacha hata kuwasikiliza wazazi wake. Matokeo yake, thamani yake ambayo alikuwa anaipata kwenye taifa lake, huku akawa kichekesho kwenye sherehe za Wafilisti. Matokeo, fikiria, tukiangalia mfano wa vitu vya kawaida ambavyo kiuhalisia vinakuwa na thamani kwa mazingira sahihi. Tukiotolea mfano mkaa ukiuchukua ukautupa kwenye sherehe, yani umemwaga sehemu fulani kwenye sherehe, ukakuta mkaa pale, watu wanasherehekea huko kwenye ukumbi umepambwa vizuri, alafu ukakuta mtu kaja na mfuko wa mkaa kaweka pale kama moja kati ya mapambo, ule utaonekana ni mchafu. Na hata tutolea mfano nyasi kavu, zile nyasi kavu tukizimwaga kwenye nyumba zitaonekana ni uchafu, kwa sababu hazina thamani eneo hilo. Tukizichukua hizo nyasi tukazipeleka kwa mtu ambaye analima mboga, atazichukua kwake, zitakuwa na thamani kwa sababu zinamsaidia kulinda mbegu zisiliwe, zinamsaidia kupunguza nguvu ya jua kwenye mazao yake. Huo mkaa tukiuchukua tukampelekea mama ntilia anayepikia mkaa, utakuwa na thamani kwa sababu unamsaidia kupika mboga, ugali, wali na vyakula vyake vyote. Thamani yako inaonekana katika watu sahihi. Mtu sahihi akikuchukua, ukikutana na mtu sahihi ambaye anajua nafasi yako kwenye maisha, huyu mtu atakusaidia kujua mazingira sahihi. Ila ukikutana na watu wasio sahihi, watakutupa. Ukikutana na kitu ambacho hakiko eneo lake, ni rahisi kukitupa. Yaani kitu ambacho thamani yake wewe hauioni, ni rahisi kukitupa. Ndio maana kuna mtu ananunua maji anakunywa, anatupa kopo, na kuna mtu ananunua kopo, anachukua kopo anaenda kuliuza ili aweze kupata hela. Kwa hiyo thamani ya kopo haipo kwa mnywa maji. Thamani ya kopo ipo kwa muuza makopo. Yeye ndiye anayejua thamani ya lile kopo moja analoliokota. Ile ukimwambia mtu anayekunywa maji kwamba ile kopo thamani yake ni ipi, hataiona. Kwa hiyo ni rahisi kulitupa. Kwa hiyo usipokuwa makini, utajikuta uko katika mzunguko wa watu wasio sahihi na watakutupa. Utajikuta wewe ni mtu wa kuhamishwa kila siku, na mwisho wa siku hautokuwa na chochote, hautokuwa lolote, pamoja na potential ambayo Mungu aliziweka ndani yako. Kwa hiyo lazima ujue watu sahihi wa kwenda nao. Ukiwajua watu sahihi, matokeo yake ni mazuri sana. Jambo la mwisho au kitu cha mwisho cha tatu ambacho nisiongelea kwenye ile list ya vitu vitatu ni mazingira sahihi. Kitu chochote kikiwa kwenye mazingira sahihi, thamani yake inaonekana. Nakumbuka nikiwa mdogo, nilikuwa nikienda kanisani
nikifika nikakutana na wale watu wa Pathfinder, nilikuwa mdogo adventure, nilikuwa sipati nafasi kabisa. Wakiwa wanafanya mambo yao, wanafanya gwaride, ukifanya unatolewa. Nikija kumwambia, nikilalamika kwa wazazi, kwa sababu nilikuwa nikimfuata mama na lalamika kwamba wamenitoa nisifanye gwaride kwenye ule mstari, mama anakuambia nenda kwa wenzako adventure. Ukienda kwa adventure mnapangwa vizuri na wewe unakuwepo kwenye mstari, naanza kumachi. Kwa hiyo mazingira sahihi yatakupatia nafasi ya kuexpose vitu gani ulivyo navyo ndani. Ile usipokuwa kwenye mazingira sahihi, hata kile kizuri chenye nguvu ulicho nacho, watu watakapokuwa wakiona watakuwa na skip. Wanasema hiki mbona hajui. Pale wanakuwa waangalii kitu, wanakuwa wanaangalia brand. Yaani ukiwa kwenye mazingira sio sahihi, watu wanakuwa wanazingatia brand, sio thamani ya kile ulicho nacho. Kwa hiyo watakuwa wanaangalia hauna brand, wanakuskip. Ukishakuwa na thamani kwenye mazingira sahihi, kadri unavyozidi kuheshimiwa kwenye mazingira yako na unavyozidi kujifunza, unaongeza field. Itafika wakati hadi kwenye yale mazingira ambayo yalikuwa sio sahihi, wanakuaccept kwa sababu ile brand imeshatengeneza kwa mazingira sahihi. Ndio maana ukiangalia kuna mifano ya watu ambao wana influence kubwa sana kwenye jamii, ila ukiangalia miaka kadhaa nyuma walikuwa si kitu, si lolote. Kwa sababu gani? Walikuwa bado hawajawa na brand. Ndio maana tukiwa tunaongea tukasema kuna mtu kama Warren Buffett anakuja Tanzania, au tunaongelea Donald Trump anakuja Tanzania, kila mtu atatamani amuone. Sio kwa sababu ya thamani yake, kwamba thamani yake kwenye maisha yake ni kubwa, ila kwa sababu ya brand. Ile unaweza kukuta kiwalisia ujio wa Trump hauna impact yoyote kwa huyu mtu, ila brand imemfanya Trump haya mazingira yaweze kuwa sahihi kwake kupokelewa. Ila huyo mtu anaweza kusikia mtu ambaye anakuja kufanya kitu kama alichokuwa labda anakuja kufanya Trump, hicho kitu inawezekana huyu mtu ni bora zaidi na ana impact kwenye mazingira, ila kwa sababu sio mazingira sahihi, anaweza akasema anakuja na watu wasijali. Kwa hiyo ukikaa kwenye mazingira sahihi yatakusaidia wewe kupata nguvu ya kuongeza field, kwa sababu mazingira sahihi yatakutengenezea brand. Ile brand itakusaidia kuingia katika maeneo ambayo mtu wa kawaida hawezi ingia. Ndio maana kuna watu ambao wakija, yani unajua kabisa huyu akija leo hata kwangu naweza nikaacha ratiba zangu zote nimsikilize yeye. Sio kwa sababu ana impact kubwa sana kwenye maisha yako, ila brand alionayo ni kubwa kuliko jinsi thamani yake ilivyo kwako. Kwa hiyo ni jambo la kuzingatia sana. Na kwenye mazingira sahihi ni tamani tujifunze haya mambo machache kwenye mazingira sahihi. Ukiwa unahitaji kujua mazingira sahihi, lazima ujue elimu ya darasani sio mazingira sahihi pekee. Yaani kuwa na elimu ya darasani, kujifunza au vile vipimo vya dunia ambavyo vimewekwa. Maana elimu ya darasani ni kipimo ambacho tumewekewa na dunia yenyewe. Kwa hiyo ni mazingira ambayo unatengenezewa na jamii, ambayo jamii inakulazimisha ndiyo yawe mazingira yako ya kulielekea kusudi, kwamba mimi natakiwa nipite shule. Of course shule inaweza ikawa ni mazingira sahihi, ila sio mazingira sahihi pekee. Kuna watu kweli ile safari ya kutokea shule
ndio mazingira sahihi ambayo yeye baada tu ya kuanza pale inakuwa ni eneo lake ambayo thamani yake itaonekana kuanzia pale na hatimaye ataweza kulifikia kusudi lake kwa urahisi. Ila kuna watu elimu ya dunia inashindwa kuwapima, hasa wale watu ambao makusudi yao yanalenga kufanya kwenye jamii, yanalenga utendaji zaidi kuliko kufikiri. Maana elimu inapima kitu kimoja, IQ. Kuna akili nyingine ambazo, uwezo mwingine ambao elimu ya dunia haiwezi kupima. Kwa hiyo lazima darasa pekee ambalo lina uwezo wa kuyapima au kukusaidia kulijua kusudi na kulifanya likue na kulipa thamani ni mazingira ya jamii. Mazingira pekee ndiyo yanaweza yakampima mtu ni bora kiasi gani, ana uwezo kiasi gani kwa 100%. Hilo ni jambo la msingi la kwanza la kujua kwenye mazingira sahihi. Jambo la pili la msingi la kujua, mazingira sahihi hayatokani na mapendeleo yako. Yaani mazingira sahihi hayo mazingira sahihi kwa sababu wewe unayapenda. Yanakuwa mazingira sahihi kwa sababu unatakiwa kukaa kwenye yale mazingira ili uweze kupata thamani. Kwa hiyo yanawezekana ikawa ni mazingira ambayo yatakuhitaji upitie vitu vigumu sana, ujifunze, upitie mazingira ambayo yanaweza yakawa yana matokeo yanayohitaji muda wa kutosha kukaa kwenye darasa. Ndio maana ukija kuangalia kuna baadhi ya maeneo watu wanaenda ili kupata kile kitu anachokitaka, anatakiwa atoili sana. Kwa mfano mtu anaenda kujifukua mwanajeshi, anakuwa na kipindi cha kutosha cha maumivu. Kile kipindi kinaenda kuitengeneza na kuinourish ile thamani yake iweze kuonekana kwa uzuri. Inawekewa nyama thamani ambayo anayo ili iweze kuonekana kwa uzuri na kuwa katika namna ambayo inaweza kuwa attractive kwa ajili ya kulifikia kusudi. Na jambo la tatu la kujua, mazingira sahihi yanaleta watu ambao Mungu alikusudia kuwahudumia. Ukiwa katika mazingira yasiyo sahihi, utataka kumhudumia kila mtu, na mwisho wa siku utakuwa unafanya majukumu yasiyo yako. Sio kila mtu duniani ameumbwa ili wewe umsaidie. Hilo unatakiwa ulijue. Kuna watu Mungu ameumba duniani na hawatohitaji msaada wako. Yaani hawatokuhitaji kwenye maisha yao. Hawatokuhitaji. Hilo unatakiwa ulijue. Kwa hiyo mazingira ambayo Mungu anahitaji ukae, ambayo tunayaita mazingira sahihi, huko ndiko ameweka watu ambao wanakuhitaji na wanahitaji support yako. Ndio maana nikawatolea mfano Trump akiwa anatoka Marekani akaja Tanzania. Anawezekana asiwe na impact yoyote kwa mtu, ila huyo mtu kwa sababu ya brand ya Trump akatamani awanane na Trump. Yaani yamone tu, alafu atafurahi na Trump. Ila Trump huyo akiwa kwenye mazingira yake sahihi, ana uwezo wa kuhudumia watu wale ambao Mungu alikusudia wahudumie. Ila kitu cha kujua, the more unatengeneza brand kwenye mazingira sahihi, yanakupatia nafasi ya kupata field kubwa zaidi ya kuhudumia. Ndio maana Mungu mwenyewe anatusisitiza kutoa kwa maskini. Haimaanishi kila maskini unatakiwa umsaidie, ila kila maskini anayekuja kwenye maisha yako unatakiwa umsaidie. Watu wengi tunapambana kuwasaidia watu wasiohitaji msaada yetu na kuwaacha watu wanaohitaji msaada yetu. Watu wanaohitaji msaada wako Mungu anawaleta. Yaani anawaleta kwako. Kama hatawaleta physically, atakupatia mawazo ya kwenda kuwahudumia walipo. Au wao anaweza akaunganisha na wewe kwa namna yoyote ile, ila atahakikisha umekutana nao. Ila watu ambao hawahitaji msaada wako, wewe ndio unatumia nguvu kupambana
kuwahudumia ili jamii kuone kwamba wewe nani ni mtu ambaye unaweza kufanya kitu ambacho watu wengine wanakifanya katika level ambazo ulipo wewe. Kuna mtu anatoka anamkuta mtu fulani ana changamoto, anatembea kwa mguu, anasema ngoja nipigie gari kwa sababu ana changamoto ya kutembea kwa mguu. Alafu anaposti kuonyesha kwamba kuna mtu alimkuta ana changamoto ya kutembea kwa miguu, amemnunulia gari. Kuna watu ambao Mungu anawaleta direct kwenye maisha yake, anaanza kutengeneza questions kwamba utajuaje kama wewe kweli una shida? Hii shida ni kweli? Sio tapeli? Uthibitisho kwamba wewe una shida hii nini? Anakuwa na hoja nyingi za kumkataa, kwa sababu anajua nikimpatia kwanza sipati faida, cha pili sipati umaarufu, cha tatu huyu mtu simfahamu. Kumbe Mungu alimleta kwa sababu anajua kwenye vile ambavyo Mungu alikubariki kuna vitu ambavyo havikuwa vya kwako, ila alivileta kwenye maisha yako kwa ajili ya watu wengine. Jambo la msingi sana la kujua. Ukiwa umelifahamu kusudi, ukajiuliza yale maswali 5, ukapata majibu yake, ukapata maarifa sahihi, ukajua watu sahihi, na ukalijua kusudi kwa kujua mazingira sahihi ambayo Mungu alikuumba uweze kuishi kwayo au ukae ili uweze kupata thamani yako iweze kukua, basi hapo utakuwa uko katika position nzuri sana na mwelekeo sahihi wa kulielekea kusudi lako. Nikukumbushe, kuna watu unawadharau sana. Kuna watu unawachukulia wa kawaida sana. Kuna watu hawakuzidi chochote, yani ukiwatazama kifedha hawakuzidi, kiroho unajiona kabisa wewe ni Kristo wa muda mrefu, kijamii una connection na watu wengi sana, kiafya una afya njema kumzidi, inawezekana na umri umemzidi na vitu vingine vingi. Kuna watu wa namna hiyo, na wewe umejikuta kwenye mkumbo wa kuwachukulia poa sana. Unawaona kama watu ambao inawezekana si chochote si lolote, yani hawana mchango, hawana impact kwenye maisha yako. Nikukumbushe, Mungu alimtumia Samuel kumsisitiza Eli kuhusu watoto wake na tabia zao. Nikukumbushe, Mungu alimtumia Daudi kulipatia jeshi la Israeli ushindi kwa Goliath. Nikukumbushe tu kwamba Mungu anawatumia watoto na vijana wadogo kusaidia kupata maarifa ambayo wao ni rahisi sana kuyapata kuliko wewe, kwa sababu ya jamii tunazokuwa sasa. Ila pia inawezekana wewe ni kijana, una nguvu nyingi, unamtazama mzee fulani, unamwona umemshinda nguvu, sasa hivi una nguvu nyingi, una muda wa kutosha kupambana, una akili ambayo iko active sana, una vyanzo vingi vya maarifa, uko on trend. Nisikufanye ukamchukulia poa na ukamdharau, maana kuna vitu ambavyo kipindi anazaliwa vilikuwepo na sasa hivi havipo. Yani yeye aliviona kabla wewe hujazaliwa, na sasa unaoviona wewe na yeye anaviona, japo mnatofautiana tu view. Mheshimu, mpe nafasi pale anapokuja kwenye maisha yako, maana kuna vitu ambavyo ataviongeza hautowahi kupata popote. Kwa hiyo ujue nafasi ya kila mtu kwenye maisha yako jinsi inavyomata, haijalishi mazingira yake. Kuna watu na watazama, unaona kabisa huyu, yani hata nikimpa miaka 5 mbele hawezi kufika nilipo kwa view ya sasa hivi, ila anaweza kukupa wazo moja ambalo linaweza likabadilisha maisha yako yote ukafikia kusudi. Kwa hiyo kuna watu wanakuja kwenye maisha yako, wanakuja kama watu wanaohitaji support kutoka kwako,
Wapo wanaokuja kwa ajili ya kukusaidia tu, na wapo wanaokuja ili msaidiane. Kwa hiyo lazima uwajue ili kusudi lako unapoliendea uwe na nguvu za kutosha kufika. Msafara ambao unakosa watu wahitaji, msafara ambao unakosa watu wenye mawazo, wenye stress, yani in short, msafara wote ambao unakosa dosari, huo ni msafara ambao sidhani kama upo, na doubt nao inawezekana ukawa na changamoto nyingi. Kila safari ambayo ina kundi kubwa la watu lazima iwe na watu wa aina tofauti tofauti. Kwa unapotembea na watu wa aina tofauti, lazima ukubali kupokea zaidi kuliko kutoa katika namna ya mawazo. Siongelee kifedha, katika namna ya mawazo. Kubali kujifunza sana kwa watu kuliko kufundisha, kwa sababu kadri unavyozidi kujifunza unajipa nafasi ya kufundisha kwa muda mfupi na ukaleta matokeo makubwa. Mtu ambaye anakielewa kitu vizuri, akiwa anakifafanua, anaweza kukifafanua kwa lugha rahisi kuliko mtu ambaye akielewi. Mtu ambaye akielewi anaweza kuzunguka sana, ila alikielewa anaweza kukifafanua kwa lugha rahisi. Nikikwambia nikupatie hii kalamu, alafu nikwambie hebu nielezee kuhusu hii kalamu na kazi yake. Kama unaifahamu kazi ya kalamu na jinsi inavyofanya kazi, ni rahisi kuielezea. Ila nikikupa labda simu yangu nikakwambia nieleze vitu vilivyo ndani ya hii simu, itakuwa ni ngumu sana kuelewa. Unaweza ukachukua muda sana, inawezekana labda nikupe nafasi ya kwanza kupekua uone kuna nini, amedownload file gani, inafanya kazi gani, anapenda sana kufanya nini, vitu gani vinaonekana kwenye gallery yake. Utahangaika sana. Ila nikipewa mwenyewe ni rahisi kuelezea kwamba kwenye simu kuna 1 2 3 4 5, kwa sababu ni kitu nakifahamu vizuri. Kwa hiyo Mungu anakupatia watu, anakupatia mazingira, anakupatia maarifa, anakupatia na kusudi. Alafu vyote anaviweka tayari kabla ya kukuumba. Ndio maana ukiangalia Yeremia anaambiwa kabla hujatoka tumboni mwa mama yako na alikujua. Alimjua kwamba ni nani, alimjua atakuwa nani, nabii. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana. Na ni kuombe tu jambo moja la msingi, kwamba unapokuwa ukiendelea kujifunza, unaweza ukajifunza kupitia kitabu hiki. Hiki kitabu kinaitwa Msukumo Sahihi wa Maisha. Ni kitabu ambacho kimeandikwa kikionyesha mwelekeo sahihi wa maisha, kwamba vile vyote ambavyo vinaweza vikakusaidia kulijua kusudi lako unaweza ukavipata kwenye kitabu. Ni kitabu ambacho mtu yeyote ambaye anaweza kukisoma hatobaki kama alivyokuwa. Sikatai kwa mzee, unaweza ukasema umechelewa kujua kusudi lako, ndio umechelewa, ila bado una nafasi ya kufanya kwa hatua uliopo. Kwa kijana ambaye unanisikiliza, una nafasi kubwa ya kufanya, kwa sababu Mungu bado ana nafasi kubwa ya kufanya kazi na wewe kwa sababu ya nguvu ulizonazo. Ila kwa mtoto bado una nafasi ya kutosha kujiandaa, hasa katika kujifunza. Kwa hiyo ninawatakia utekelezaji mwema katika kulipambania kusudi. Mungu awabariki, na ninaamini siku moja tunaweza tukakutana sehemu fulani, kila mmoja akifurahia ushindi wa kile ambacho Mungu alikusudia aweze kukifanya katika ulimwengu.